ana uwezo wa take care of his tongue or her tongue is a perfect person. Is a perfect person. Sisi hatuangi perfect kwa sababu ya kuoga, kuvaa vizuri, no. Tunajulikananga we are mature and perfect people if you are able to take care of your tongue. Amen. If you are able to take care of your tongue. Why? Because the power of life and death is upon your tongue. Unaweza ua, unaweza rudisha uhai. Bwana apewe sifa. Watu walijaribu kuua msichana. Msichana ameongewa miaka mingi. Ameongewa kwa familia. Ameongewa kwa nini, kwa kila kitu. Ameongewa kwa kipawa chake. Ameongewa, ameolewa na msuni. Na mtu tumekuwa na mama. Watu mheshimiwa. Majority leader amesema huyu unajua mama yake, huyu si mzungu. Ni mama yake anakaa hivyo. All kinds of stories. But tutajua even one nation imemature when people will take care of their tongues. If you don't take care of your words, your tongue, watu watakuwa wanajua ya kwamba hapa tunaishi. Job chapter 5 ndio tutasoma tu. Job chapter 5. Ninasema hivi kwa sababu wale mmetoka upande wa kwetu, unajua watu wa kwetu walikuwa wanaongea mpaka nikaomba God deliver me from that way. Watu wa kwetu walikuwa wanaongea hivi. Hivyo nilisema mtu amekufa. Watu wa kwetu walikuwa wanasema hivi. Yeah. Na sasa kusema kwetu ni wapi, msianze kwetu tu kuna mzee tulifanyia maombolezo for 4 days. Alafu akatokea tukiwa kwa maombolezo. Unajua tunaweza tukawa tunasheka, lakini ukute kuna watu ambao area ya kwao wako hivi. Kwetu kuna mtu ambaye nini bela, you call it what? The bela. Ilikuwa imetengenezwa, jeneza imetumwa Mombasa ikuje naye, na yeye akiwa Mombasa msichana akasikia ni kama anataka kukuja nyumbani. Walipitana na jeneza barabarani. Wakati alitokea hivi, alitokea siku yake hiyo ya mazishi. Wamama walitoroka, watoto walitoroka. Galikuwa no wawiti, no wawiti ni hawa utiti ukaikuwa ni yakula. Nani atanielewa kile ninachokisema? Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mtu Ayubu anasema nini? Ayubu anasema Biblia inasema hivi, utafishwa na mapigo ya ulimi. Mundu na yako kwa no namba hiyo. No ngome. Ole wakati utafishwa na mapigo ya ulimi. Kuna wakati mapigo ya ulimi huwa yanakuja. Na kwa kulia ndo mara katika demo. Ni watu ambao wamepigwa mapigo ya ulimi. Ai, mtu akukupiga na kiboko ni bure. Wangapi ulikuwa shule na ulikuwa unatandikwa tu, watu unatandikwa huko juu kwa sababu labda ulikuwa anduli kwa ofisi ya disciplinarian, unapigwa huko kwa discipline master, unapigwa huko, unawika, unapiga, lakini ukitokea macho ni ya white, hakuna kulia. Lakini mapigo ya ulimi ni mbaya. Please okro wewe kuna ni wanalia shieni. Dawo barida. Hata wale wananisikia kwa mitandao. Mapigo ya ulimi ni mabaya. Ya Biblia inasemaje? Job chapter 5 verse 21. Inasema ndiye gukuraga waigiriro ngenyo na agaguthara mwanaki kumuka. No hari ko yukigikera. Ngure na gikoro kigikera. Kogotura uhithito jo yario miuru ihana tarushamio. Yes. Kogotura uhithito miario miuru ihana tarushamio, naguo kamya mwanangiko we ukabitigira. Yaani hayo ni maneno tu. Anasema utafishwa kwa maneno mabaya ambayo inakaa mijeledi. Inakaa mijeledi.
Watu wengi unaona tunashinda tukiombea ya kwamba mtu anakuambia mimi naumwa pressure, mimi niko na kisukari, niko diabetes. Wote wacha nikwambie, tafuta historia. I have a very good friend of mine. Nilikuwa tumekuja tukiongea iko na leo. Niliitiwa nikaambiwa ya kwamba alija kuja uangalie rafiki yako mzee. Alikuwa mzee wa miaka. Hapo hapo amepelekwa hospitali. What happened? Nikaenda. Sasa nikaelezwa mzee alikuwa sawa. Alikuwa anakunywa kauji yake hapo nje. Akatembelewa na sister yake. Sister yake akaanza kumwambia kule Gishadi watu wanasema ni wewe unawanyang'anya mashamba. Kule Gishadi hata huyo neighbor anasema ni wewe uliuza shamba. Ni wewe umefanya 1 2 3. Mzee amekaa hapo na uji yake kiti nje, waliona mtu ameanguka pa. Kukuja kuangalia akakimbizwa. Sasa kuangaliwa kastroke amemshika. Waliulizwa ni nini? Hypertension, pressure imejaa. Nani amemletea pressure? Mshe. Amekuja ameambiwa tu maneno hapo, ameanguka. Ameanguka. Mwisho wake, wacha nikwambie, mwisho wake wakati tu analikava, anasikia kijana wake mlevi anapitia kwa nje saa 3 mchana. Mzee hapo alinapelekea mgonda huko. Mzee aliyeibiri huko. Mama alikuwa ananiambia alisikia nikaitwa tena. Mchungaji, kuja tupeleke mzee Lifa, tumpeleke hapa Kenyatta hapa, wakati wa haikuwa Lifa ilikuwa ile nyingine pale. Kuja tumpeleke Kenyatta kule. Kampeleka huko. Akapumzika. Mgola kama muondoke. Maneno tu. Maneno. Ukitaka pressure ya mtu inuke mpaka uone ameanza kupagawa, ashiki kitu, akipimwa damu imeenda, kisukari kimeinuka, maalsas imeingia, ni kuongea mijeredi, ni mijeredi ya maneno. And that is what is happening in our nation. That people can say anything, regardless whether it is the truth or not. Yeyote anaweza katokea na story yoyote. Na hajali huyu mtu kama ni mheshimiwa ama ni mdogo ama ni mchungaji ama ni nani. Anatoka tu na story. Na hiyo story akitoka na watu wote wanakaa nje. Ayubu wakati alifika hapo alisema mwangani ndoanokia ndo kumanake ogotora ohithitwo meario miuru ehana tarushamio ndoanokia ndo na meario miuru ehana rushamio tondu niwe morageire aciari. Kuna wakati niliona mzazi wangu amekuja, mama amekuja nyumbani, nikaona watu wengine walikuja hapo, my brothers wote wamekuja nyumbani, nikaona na wakakuja na watu wengine kadhaa Waitora hapo wakakuja. Nikaona wamekuja hapo nyumbani, kauliza nini? Hapana, unajua kuna story tumesikia, ndio tumekuja utueleze vizuri, kwa sababu sisi tuko na anger. Ni hiyo story ni gani? Nikauliza nikajifanya kama sisikii. My brother akasema nilikuwa huko ninalisha ng'ombe huko ndani kabisa. Mtu mmoja akakuja akaniambia mrudie wanywa ino orori. Brother aliamuga ani ukuja ge ino orori. Hali ado kile kuruka. Neki yeye atilia na pole ya body fine. Goli kai. Akire kumoire tui na akigea mwana. Leo ni watu woketa gukimenya ai. Nega apengetekerio ne thirikari tugire mwana. Na numenya ndo gitu ni maroga. Ando gitu ma. Kiona maji ya kurakara. Magitujero yene ndio ndio cia ukimera ndio na unakumalia dashi ya ndio ndio igwa goli kana iko dame. Niki yeye ndio ibira ni mundu urakagira muyetu nyumba. Kila mtu uliyokia litwali kwa one besha mwakejo leo ni ndio ndeto ishio na wewe ndio ni yake nini yani kile statement goli ni angashughuli ishio mami moja au ona kone mugoda gwedia menye uma wohoro ndio watere ishio mwakejo wale ya mami kule shana mwadwale ya mami pressure ni ndetiri oyo neno gwita kodira ko kai ngo mami na toluru dara koma mwagiri ya mami yakome niki
Todo na kone ni dade cia lete gurikani. Mwana ni wa Ngai. Kana mwana cia rono wa. Hakuna mwana wa Ngai. Yes. Na ingine ile na dinamo ile hali tutikereta kulehe. Na leo sasa sisi hata si wabaya. Hata kama hatujawahi pata watoto nje na nini, sisi wabaya. Sasa nyinyi niwaulize, nani mzuri? Ni Wanderi ama ni Musa? Musa aliua mtu akazika peke yake. Sasa simweke yeye kwa mtandao. I'm just reasoning out. Oh, sorry. I'm just reasoning out. I'm reasoning out. Oh, yes. Kama kuna mtu anapaswa wale kwa mtandao ni nani? Ni Musa. Aliua mtu peke yake akazika. Kama kuna mtu anapaswa wale kwa mtandao ni Hosea. Hosea aliambiwa enda kwa ile kilabu iko pale. Huyo mwanamke anauza kahaba oa yeye. Mwathani tukule. Amen. Na mahura. Oh, yes. Marure me. Oh, yes. Zaju cia nene. Cia twaliaganu. Bwana apewe sifa. Sasa msichana wako amepumzika na bado kuna watu wanamfikia. Sasa unafikia yeye nini? Na mahali yako yeye amepumzika. Unashughulika nini? Haukuambiwa ule mtoto, hakuna mtu amekuambia ule ndani, hakuna mtu amekuambia kaya amekosa shule, hakuna mtu amekuambia, unamuuliza nini? Sasa na mama hapo ni bishop, kama ni pastor kabisa wa Bet Bar. Alikuwa na watoto wangapi? Jitito kurudia kana ndo tarasha na sia ngoni. Nikuuliza tu, mimi nauliza swali. Nimeitwa kuhubiri ama kuhesabu watoto wa washirika? Alafu Bwana apewe sifa. Ngai alomradhima. Ngai amwekele. Nilitaka kuwaweka wazi lakini kuonyesha kwamba ni vizuri wakati wa huzuni na wakati kama huu kunyamaza. Until the end of the matter. And when we come to the end of the matter, you'll be given all the freedom to comment anything. You'll have all the freedom to say anything that you want. But before the matter comes to an end, kitu chochote mnaongea, it can display your emptiness, it can display your foolishness, it can display your immaturity. It is good to wait until the end of the matter. Then from there, comment, talk. Before that, people will see your emptiness, immaturity, or foolishness, and such like things. You'll be considered a wise woman, a wise man, if you keep quiet to the end, up to the end of the matter. Then kutoka hapo ongea. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu awabariki. Aininga ya Mungu. Bwana apewe sifa. Amen.